Nyesha, mafuriko yakaja, mpepeo yakaja, imepiga kwa nyumba hiyo inaanguka. Kwa kuwa alijenga juu ya nini? Juu ya mchanga. Mchanga hauna msingi. Kila wakati maji kiingia kwa mchanga, yote kwanza na mchanga inaenda. Sasa wakati umetia nyumba hapo, nyumba nayo itapata tu kwenda. Sasa mwache tujenge juu ya mwamba. Kwa kuwa nimeona waliojenga juu ya mwamba, waliotutangulia walijenga juu ya mwamba na walipata mafanikio. Kazi yako ujenge juu ya mwamba, uchuruzi wako ujenge juu ya mwamba, masomo yako itie juu ya mwamba, jamaa yako itie juu ya mwamba, watoto wako watie juu ya mwamba na kutonekana. Tunawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo, tukishukuru Mungu kwa neema ametupatia kwa asubuhi njema kama hii ya kusimama mbele yenu na kuzungumza kwa ajili ya neno la Mungu. Neno la Mungu ndiye faraja kwetu. Neno la Mungu ni baraka kwetu. Ninaitwa mchungaji Dismas. Tumefanya kazi ya Mungu katika kanisa la Pentecote Philadelphia. Asubuhi njema hii tunashukuru. Tutazungumza juu ya neno la Mungu. Tungali kwa mwezi wa kwanza. Kwa kwanza huyu mwaka mpya tuliingia ndani. Yatufaa kila mtu wa Mungu awe na lengo fulani kwa mwaka huyu. Kwa gisi nitatembea tena na Mungu, kwa gisi nitamtumikia Mungu, kwa gisi nitarudisha tena ushirika wangu pamoja na Mungu. Kwa ndugu, tusione kama kuanza mwaka na kumaliza mwaka ni kawaida tu. Ni neema ya Mungu. Kulala na kuamka ni neema ya Mungu. Sasa Mungu wako umtie katika fasi ya kwanza kwa maisha yako. Kwa kuwa kama tunaishi ni neema yake. Chochote tufanyapo ni neema ya Bwana. Sasa ndio natustahili tena tutengeneze uhusiano wetu na Mungu zaidi tena katika miaka hizi tunaishi. Tushike amri za Mungu tena zaidi. Tutazungumza kwa ajili ya neno la Mungu liko katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 7. Kitabu cha Mathayo liko katika, tunasema hapo hiyo sura ya 7 mstari wa 24 kufikia kwa 26. Kichwa kia neno kinasema nyumba yajengwa juu ya mwamba na mchanga. Ni mifano ya nyumba mbili. Kimoja kimejengwa juu ya mwamba na kingine kimejengwa juu ya mchanga. Yesu ametoa hiyo mfano, alikuwa akihubiri neno akitoa mfano kama hiyo. Mfano wa nyumba mbili, moja imejengwa juu ya mwamba na ya pili imejengwa juu ya mchanga. Hiyo ndio neno tunaenda kuzungumza kwa asubuhi ya leo wapendwa. Mungu awasaidie. Sasa tutasoma mbele ya yote. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi wake umewekwa juu ya mwamba. Mstari unafuatilia hapo inasema, na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbafu asiyejenga nyumba yake juu ya na mtu mpumbafu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likiwa kubwa. Mungu atusaidie. Haya ndio neno tunaenda kwa kuzungumza kwa asubuhi kama hii. Kwa ajili ya mfano Yesu alitoa nyumba ambaye inajengwa juu ya mwamba na nyumba ambaye inajengwa juu ya mchanga. Na sisi kama vile kanisa
tunapasha kujiuliza, ama vile mtu wa Mungu, nimejenga juu ya kitu gani? Kwa kuwa hizi siku nakuta wahubiri ni wengi, manabii ni wengi, na wote wanakuja kwa jina la Yesu Kristo, lakini kuna watu wanakuja kwa hali ya kupotosha wengine. Na siku hizi ni siku za mwisho, yatustahili tujitayarishe kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Yafaa sasa tuwe na msingi imara ambaye Yesu atakaporudi atukute tumesimama kwa hiyo msingi. Napo itatupatia kibali wa ndugu ya sisi kuona ufalme wa mbingu. Dunia hii itapita. Hata umeona watu wamechafuka kwa ajili ya dunia hii. Watu wameuana, watu wamekatalana, upendo wa wengi mepoa, chuki imejaa, ubaguzi umejaa, ukabila umejaa. Lakini dunia si yetu. Hapo Yesu alituambia hiyo neno. Alituambia kama dunia tupo kama vile wasafiri. Alienda kututayarishia makao mbinguni, lakini atakaporudi kuja kutuchukua. Sasa ninaweza kuuliza hivyo, atakaporudi atatukuta tena tukingaliki na imani kama vile na stahili? Atatukuta tungali tunasimama kwa msingi wa imani? Sasa hapo ametoa mfano ya huyo mtu aliyejenga nyumba. Watu wawili walijenga nyumba. Mmoja alijenga juu ya mwamba, mwingine akajenga juu ya mchanga. Na yeye anasema hivyo Yesu kwa neno lake. Anasema basi asikiaye neno langu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Asikiaye neno la Kristo na kuyafanya atafananishwa mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, isianguke, kwa maana msingi wake umeweka juu ya mwamba. Mtu wote asikiaye neno la Mungu na kulishika na kulitii atafananishwa na mtu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Hata mvua ikinyesha, mpepeo ikija, mafuriko ikija na kupiga juu ya nyumba hiyo, hiyo nyumba haiwezi kuanguka. Ndivyo neno la Bwana linasema, kwa kuwa amejenga juu ya mwamba. Sasa kanisa kila wakati inatubidi tujenge kwa neno la Mungu, na wakati tumepokea neno la Mungu inatubidi tutimize hiyo neno la Mungu. Na wakati tunawafundisha watu neno la Mungu inatubidi na sisi vile vile tutimize hiyo neno la Mungu. Wakati tunaliyatimiza tutafananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mwamba. Hata mvua ikinyesha, mafuriko ikija, mnaona siku hizi za mwisho mafuriko imebomoa manyumba, imeharibishia watu, lakini neno la Bwana linasema tukijenga juu ya hiyo mwamba, hata hiyo mafuriko ije, hiyo nyumba haiwezi kubomoka, kwa kuwa tumejenga juu ya mwamba. Sasa sijue siku za leo umejenga wapi? Wakristo wamekuwa wengi, wahubiri wamekuwa wengi kama vile tunavyosema, manabii wamekuwa wengi, na wote wamekuja kwa jina la Yesu, lakini tunakuja kuchungua matendo zao haziambatane na neno la Mungu kama vile wanayotufundisha. Lakini shauri njema ninakupa hivyo, waanze tena kujichunguza kwa mwaka huyu ya kurudilia kujenga juu ya mwamba. Huyo mwamba ndiyo Yesu Kristo. Na wakati tunajenga juu ya Yesu Kristo, wakati tumetia imani yetu kwa Yesu Kristo, hata shida zikije, ninajua kama Yesu hatatuachilia. Hata shida zikije, ninajua kama Yesu hatatupatisha haya. Hata shida zikije, ninajua kama Bwana atatulinda usiku na mchana, kwa kuwa tumejenga juu ya mwamba. Neno la pili linakuja kutuambia hapo, ama tujengia kwa hiyo neno la pili. Nimekuta siku zilipita tulisoma hapo, si wote wasemao Bwana Bwana ambaye watakaingia katika ufalme wa mbingu. Inaweza kufananishwa kusema nini? Tumemtumikia, tumesema tunaomba kwa jina la Yesu, lakini msingi wetu hauko pale juu ya mwamba. Siku tunaishi vile tunasema, imekuwa siku za mwisho, siku za magharibi. Yatufaa tena turekebishe na kuwa macho, wa ndugu. Vya dunia vitapita.
Nifaa tujenge sasa ufalme wa mbingu. Tumeona wengi walikuwa na utajiri wa dunia, lakini siku zao zilifika, walipita. Na sasa, lakini sisi wa Kristo yatubidi tutayarishe makao yetu. Tutayarishe makao yetu. Na hiyo makao yetu ni wapi? Ni mbinguni. Sasa mbele ya sisi kwenda mbinguni, Yesu anasema kwa neno lake, ni mimi njia ya kweli na uzima na wa milele. Hakuna atakayeingia kwa Baba bila kuanzia kwangu mimi. Sasa na kama tunatayarisha makao mema, ndio inatubidi tujenge juu ya mwamba. Na hii mwamba, hata mvua ikija, mafuriko ikaja, mipepeo ikaja, ikapiga juu ya hiyo mwamba, hiyo nyumba haiwezi kuanguka kwa kuwa imejengwa juu ya mwamba. Watu iko haraka sana kwa hizi siku kutamani kufukuzia baraka za Mungu. Lakini baraka za Mungu, wa ndugu, kuifikia na kuipokea inaomba uvumilivu, inaomba utakaso, inaomba msingi wako wewe imara juu ya hiyo mwamba. Mungu awasaidie na Mungu awawezeshe tena. Tuache dhambi. Dhambi naua. Dhambi haitatuma tuingie katika ufalme wa mbingu. Dhambi haitatupatisha baraka za Mungu hapa. Mwache tujenge juu ya mwamba. Wakati mtu amejenga juu ya mwamba, amebadilika. Yesu tunjwa anakuwa ndani ya maisha yake. Roho Mtakatifu akimuongoza usiku na mchana. Siku hizi watu watafute tena nguvu ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Mungu amefanya kwa akili zao. Kazi ya Mungu amefanya kwa ujanja wao. Lakini haistahili hivyo. Tuwe tunauliza wale watu ambao walitutangulia katika kazi ya Mungu. Tutaingia kwa neno mstari ufuatao. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiifanye, atafananishwa na mtu mpumbavu. Biblia inamtaja hapo mpumbavu. Mtu wowote ambaye asikia neno la Mungu. Isiku watu wamezarau neno la Mungu. Wamezarau watumishi wa Mungu. Ule ana upako. Ule ana neno la Mungu. Ule atabiri. Sisi wote hatuwezi kuwa manabii. Na kamba unabii wa kwanza ni neno la Mungu. Yesu anatufariji hapa kwa neno lake. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiifanye, atafananishwa na mtu mpumbavu. Amemwita mpumbavu mwenye atasikia neno la Mungu na siifanye kama vile nastahili. Atafananishwa na mtu mpumbavu. Yesu mwenyewe amemtaja hivyo. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile. Kia neno la Mungu asiifanye. Wakati tunaenda kanisani, wakati tunaingia katika mkutano, wakati tunaingia kwa maombi, hatutokaki hapa tukusikia neno la Mungu. Na wakati unalisikia, inakubidi ulitimize. Wakati unalitimiza, umefananishwa na mtu ambaye anajenga juu ya mwamba. Sasa Yesu anasema wakati unalisikia na ukulifanya, umefananishwa na mpumbavu. Na watu wa Mungu hatuwezi kuwa wapumbavu. Kama kunaweza kuwa watu wenye kuwa akili na hekima, nitoka kwa watu wa Mungu. Kwa kuwa tumesikia neno la Mungu na kulifanya, tumefananishwa kama watu ambao wamejenga juu ya mwamba. Na mwamba tumesema ni Yesu Kristo. Shida zako uamini Yesu. Mateso yako uamini Yesu. Simama hapo, hata mpepeo ikija, hata hizo mvua zikija, we simama tu juu ya mwamba. Yesu hata kuachilia ndugu. Usiangalie kama miaka ilipita nilikuwa katika shida. Uwe na imani na kutengeneza njia zako. Mwaka huyu unaweza kuwa mafanikio kwako. Hata tunasikia za huko na huko. Mungu ametenda makuna maajabu. Hata kwa mvua, hata wakati wa jua, hata wakati wa kipwa, Mungu amefanya hakuwake na muda Mungu wetu. Wakati watu wanaweza kuwa wamelialia, Mungu akitenda anatenda hapo. Sasa mtu huyo atakayesikia neno langu asiifanye, amefananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake kwa mchanga. Na wakati mvua imenyesha, mafuriko yakaja, mpepeo ikaja, imepiga kwa nyumba hiyo inaanguka. Kwa kuwa alijenga juu ya nini? Juu ya mchanga. Mchanga hauna msingi. Kila wakati maji ikiingia kwa mchanga, yote kwanza na mchanga inaenda.
Sasa wakati umetia nyumba hapo, nyumba nayo itapata tu kwenda. Sasa mwache tujenge juu ya mwamba. Kwa kuwa nimeona waliojenga juu ya mwamba, waliotutangulia walijenga juu ya mwamba na walipata mafanikio. Kazi yako ujenge juu ya mwamba, uchuruzi wako ujenge juu ya mwamba, masomo yako itie juu ya mwamba, jamaa yako itie juu ya mwamba, watoto wako watie juu ya mwamba, na kutonekana mafanikio kwao. Lakini tukijenga juu ya mchanga, na itakuwa shida kwetu tu. Mvua ikaja kapiga kwa hiyo nyumba, kwa kweli jengwa kwa mchanga, na itapata kuondoka. Sasa sijue umejenga juu ya nini kwa siku ya leo. Si wote waitao Bwana Bwana ni wataona ufalme wa mbingu. Lakini shauri njema tunaweza kukupatia kwa siku ya leo ni kujenga juu ya mwamba. Amini Yesu kama vile nastahili. Vumilia mateso. Kwa safari kunayo kuwa mateso. Tukikumbuka wandugu waliotutangulia wana wa Israeli katika jangwa, walipita katika mateso, lakini walivumilia na kutumainia kama Mungu ndiye muweza vyote. Na siku moja Mungu aliwasaidia, hakuwaachilia. Neno la Mungu alipite bure kanisa. Mshikane mikono kanisa. Mshikane mikono watumishi wa Mungu. Mfanye kazi ya Mungu kwa upendo. Mfanye kazi ya Mungu kwa unyenyekevu. Mfanye kazi ya Mungu kwa utulivu. Mfanye kazi ya Mungu kwa kutakiana baraka. Na hiyo itafananishwa na watu ambao wamejenga juu ya mwamba. Hata shida zikija, Mungu atatusaidia. Hata magumu ikija, Mungu atatusaidia. Tumeangalia miaka 2 imepita, tuko dunia yote imezungurushwa kwa hali ya magonjwa, lakini Mungu analinda walio wake. Mungu anasaidia walio wake, na ule aliyetulinda kwa mwaka iliyopita, na huyu mwaka Mungu atatusaidia. Basi hiyo yalikuwa neno mafupi ya kutusaidia katika safari ya kwenda mbingu, ya kutusaidia katika mwaka huyu. Amka tena kwa kazi ya Mungu, ujenge juu ya mwamba. Mtu ambaye amejenga juu ya mwamba kila wakati anakuwa sujaa kwa kazi ya Mungu. Hakuwake mzaifu kwa kazi ya Mungu. Hawamsukume, hawamfanyishe kazi ya Mungu kwa nguvu. Hashurti kama ufanye hivi haitakuwa hivi. Hapana, wewe ujua mwaliko wako, tumika kazi ya Mungu, Mungu atakulipa. Mchungaji atalipwa yale aliyofanya, mwimbaji atalipwa yale aliyofanya, mshirika fulani atalipa yale aliyofanya, aliyetujengea kanisa atalipwa hiyo. Lakini tujenge katika msingi ulio imara, ndiye Yesu Kristo. Magonjwa yako umwamini Yesu Kristo, mateso yako umwamini Yesu Kristo, na usimame imara, na Bwana atakusaidia. Basi Mungu awabariki. Yalikuwa machache tulitamani kuzungumza nanyi kwa siku ya leo. Acha tuombe. Mungu, tunakushukuru Mungu mwenye neema, na wewe ulitupatia wokovu, sio kwa tulikuwa wazuri kushindia wengine. Hiyo ni neema yako tu. Tunaombea kanisa kwa siku hizi, uzitie tena nguvu ya kujenga juu ya mwamba. Wachungaji wajenge juu ya mwamba, waimbaji wajenge juu ya mwamba, washirika wajenge juu ya mwamba, watumishi wako wote wajenge juu ya mwamba, kwa kazi zao ziwe juu ya mwamba, kwa jina la Yesu Kristo. Wamekata tamaa, wanayofadhaika, Mungu saidie. Samee ulimwengu, takasa ulimwengu, mainchi tajiri, mainchi maskini, warefugee wiko huko na huko, wasaidie kama Mungu. Wagonjwa wiko huko na huko, wasaidie kama Mungu. Yale meleta woga, yale meleta vitisho, utusaidie kama Mungu. Shetani ashindwe, kuzimu ashindwe. Mkono wako we juu ya walio wako. Amusha tena kanisa, tupate kujenga juu ya msingi imara, ndiye mwamba, na mwamba ni wewe Yesu Kristo. Basi Mungu utatusaidia na utatuwezesha, ukatupatia tena nguvu, na zaidi ya yote tumeomba kwako, siku moja tuone katika ufalme wa mbingu. Mungu ulibariki neno lako, na lisaidie walio wako kwa mchana wa leo, kupitia jina la Yesu tunaliomba, amin. Mungu awabariki. Yale yalikuwa neno chache Mungu alipenda tuzungumuze naye. Kama kunaweza kuwa swali utatuuliza, kama kunaweza kuwa kenye utatuongezea juu kazi ya Mungu, safari ya kwenda mbingu ni kuojeana na kushauriana. Ndio haitatufurahisha siku moja wewe uende mbingu sisi tubaki, ama sisi tuende wewe ubaki. Sasa tutanupa ni namba zetu kwa kusaidiana. Kama unaweza kuwa na ulizo ama kutuongezea, ni 0788439754. Mungu awabariki na muendelee kudumu katika mwamba. Asante.